I want to talk about pursuing kufuatilia greatness ukuu in the body of Christ. kwa mwili ya Yesu Kristo. Pursuing greatness Kufuatilia ukuu in the body of Christ. kwa mwili ya Yesu Kristo. Not outside. Si nje. We have so many ways somebody can pursue greatness. Kuna njia mingi ambayo mtu anaweza fuatilia ukuu. There are people who pursue greatness through schools. Kuna watu wenye wanaweza pata ukuu kupitia kwa masomo. With their studies and all that. Wanaposoma ama vitu zingine. But there is how you can pursue greatness. Lakini kuna njia ambayo tunaweza fuatilia ukuu. In the body of Christ. Ndani ya mwili ya Kristo. And once you have captured this greatness. Na unapopata ukuu. It remains. Itabaki. It does not disappear. Haiwezi toweka. There are people who have been great. Kuna watu wengine wamekuwa wakuu. We talk about them. Tunaongea juu yao. Like Luanda Magere. Kama Luanda Magere. You can mention them. Unaweza wataja. Some of them they come from your locality. Wengine wenu wanatoka katika vijiji zenu. But I want to talk about greatness in the body of Christ. Lakini nataka kuongelea juu ya ukuu ndani ya Yesu Kristo. In the word of God. Neno la Mungu. In the word of God. Kwa neno la Mungu. There are so many great people. Kuna watu wengi sana wakuu. That you can talk about. Wenye unaweza ongelea. We have a man of God called Samson. Kuna Samsoni. The man who was mighty. Mwenye alikuwa mkuu. He was very great. Alikuwa ni mtu mkuu sana. We have another man called the king. Kuna mwingine anaitwa mfalme. He's called Jotham. Anaitwa Jotham. Praise the name of the Lord. This man also the Bible says. Hii mtu pia Biblia inasema. He became mighty. Alikuwa mkuu. After building the cities. Baada ya kujenga miji. After helping people. Baada ya kusaidia watu. After supporting people. Baada ya kusaidia watu. And all this had been done. Hii zote zilizokuwa zimefanyika. The Bible says. Biblia inasema. That now Jotham became mighty. Akakuwa mtu wa ukuu. Not because of helping the needy. Si kwa sababu ya kusaidia maskini. Not because of touching lives. Si kwa sababu ya kushika maisha ya watu. You can become mighty in the world we live today. Tunaweza kuwa mkuu katika dunia yenye tunaishi sasa. And not in the world to come. Si kwa dunia ambayo inakuja. By extending your hand to help somebody. Kwa kuelekeza mkono wako kwa kusaidia wale wenye wajiwezi. When you want to become great. Unapotaka kukuwa mkuu. In the body of Christ. Ndani ya mwili wa Kristo. There are things you need to do. Kuna vitu unatakana kufanya. The Bible says. Biblia inasema. That Jotham became mighty. Jotham akakuwa mkuu. Because he prepared his ways. Kwa sababu alitengeneza njia zake. Before the Lord. Mbele ya Mwenyezi Mungu. That his mightiness. Huo ukuu wake. Was a result of preparation. Ulitokezea juu ya kuandaa. He did not just come from nowhere. Haikuja tu kutoka pahali popote. He did not just wake up one morning. Hakuamka tu asubuhi. And he realized now he's mighty. Na akagundua kuwa yeye ni mkuu. Praise the name of the Lord. After working things out. Baada ya kufanya vitu mingi. And preparing his ways before the Lord. Baada ya kuandaa njia zake. The Bible says. Biblia inasema. Now the majority. Amen. Walio wengi. Amen. Praise the Lord. Amen. They could say. Walio wengi wangesema. That this man is mighty. Huyu mtu ni mkuu. The writer of the book of Kings. Akaandika kitabu cha Wafalme. Is the one who saying. Mwenye anasema. That now Jotham became mighty. Jotham akakuwa mkuu. People can talk about him. Watu wakaanza kumzungumzia juu yake. He prepared his ways kwa sababu aliandaa njia zake mbele za Mwenyezi Mungu. Praise the name of the Lord. When a person come to Christ. Wakati mtu amekuja mbele ya Yesu Kristo. Many people they relax. Wengi wao wanapata kupata sasa kupumzika. And I always say in this house. Na wao wanasema tu ndani ya hii nyumba. That salvation is a package. Ni kifurushi fulani. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. And when you receive Christ. Unapopokea Yesu Kristo. That salvation we talk about. Hiyo ndio wokovu tunapoongelea. That is a package. Hiyo ni kifurushi. And for you to enjoy what is in the package. Ili upate kusherehekea kilicho ndani ya hiyo kifurushi. You need to start opening that package. Lazima uanze kufungua hiyo kifurushi. And as you open it, unapoifungua, you begin to access things. Unaanza kupata vitu ndani. That was not there while you were outside. Zenye hazikuwapo vile wewe ulikuwa hujaokoka. When you enter into this house, unapoingia ndani ya hii nyumba, you are not able to access all things. Praise the Lord. Amen. You have just entered. Umeingia tu. The door is open. Mlango umefunguliwa. But now for you to access. Ili wewe upate kuruhusiwa kwa hizi vitu. The things that are inside. Vitu zenye ziko hapa ndani. You need to begin working out.
lazima uanze kufanya kazi. Your salvation. Wokovu wako. The Bible says we tremble and fear. Ukiwa unanyenyekea na uoga. One day I was talking to somebody. Kuna siku moja nilikuwa naongelea juu ya mtu fulani. And told me. Na akaniambia. You know Meshach? Unajua Pastor Meshach? I'm already born again. Mimi nimeokoka. And the Bible says all things are ours. Na Biblia inasema kila kitu ni chetu. And I said yes, you are very right. Nikakwambia wewe ni ukweli kabisa. All things are ours. Vitu zote ni zetu. And I asked that man. Na nikauliza huyo mtu. What are you doing to make sure that now you own all these things? Je, wewe unafanya nini ili ujue hizi vitu zote? And he said, no, I am a child of God. Mimi ni mwana wa Mungu. You know, there are believers in the house of God. Kuna waumini katika ndani ya nyumba. They received Christ. Walipokea Yesu Kristo. And they stopped pursuing prayer. Na wakakoma kufuatilia maombi zao. They stopped pursuing Bible studies. Hawawezi fuatilia masomo ya Biblia. They stopped pursuing meetings in the church. Hawafuatilii mikutano kanisani. Praise the name of our Lord. For you to become great. Ili wewe ukue mkuu. In the body of Christ. Kwa mwili ya Yesu Kristo. There are things you need to do. Kuna vitu nataka na kufanya. Hallelujah. Hallelujah. That failure to which ukikoma kufanya hizo vitu, you will be just a Christian. Wewe utakuwa tu ni Mkristo. Who was born in the 1992. Mwenye ulipata wokovu mwaka wa 1992. A believer who received Christ. Mwenye alipokea Yesu Kristo. In the year 1962. Mwenye alipata mwaka wa 1962. And you cannot talk about your salvation before people. Lakini huwezi ongelea Ukristo mbele ya watu. When I got Christ, when I received Christ, nilipookoka nikampokea Yesu Kristo, I could only testify and say, mimi ningetoa tu ushuhuda niseme, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Jasi. In our village, that's how people call me. Hivyo ndivyo watu wananiita katika kijiji chetu. Ninampenda Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu. I love Christ as my personal savior. Sijaona tatizo yoyote juu ya maisha yangu. Have you ever encountered such believers? Je, wewe umepatana na Wakristo kama hao? There's nothing bad with them. Hakuna kitu kibaya kwao. And let me make you see something. Wacha tu mimi nikufunue macho uone kitu. If you are not fighting the kingdom of darkness, how do you expect the devil to react? Unatarajia vipi ibilisi apate kuongea? Hallelujah. Amen. That's why I could testify and say, hapo ndipo ningetoa ushuhuda niseme, I don't see anything bad. Sioni kitu kibaya kwangu. Everything's okay. Kila kitu kiko sawa. Because I've not launched an attack. Kwa sababu mimi I'm not fighting. Mimi sipigani. I received him. Nimempokea ndio. And then I sat down. Na nikakaa chini. I'm relaxed. Mimi nimepumzika. Mimi sio mchokozaji. Amen. Bless the Lord. Bwana Yesu sana. And you know, greatness is not for such. Ukuu si kwa wale. Greatness in the body of Christ. Ukuu katika mwili wa Kristo. It requires the violence. Inahitajika nguvu. The Bible says, Biblia inasema, since the days of John the Baptist, tokea ile siku ya John today, hadi leo, the kingdom of God, ufalme wa Mungu, suffer violence. Inahitaji nguvu. And the Bible says, na Biblia inasema, the violence, wenye nguvu, take it by force. Wanaichukua kwa lazima. They don't receive. Hawaipokei. It does not come to them. Haikuji kwao. They capture by force. Wanaichukua kwa lazima. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu sana. That the greatness you are longing for, ukuu yenye unatafuta, it is by force. Hiyo inachukuliwa kwa nguvu. The greatness you are crying for, it is by force. Inachukuliwa kwa nguvu. If you don't go for it, kama uiendei, it does not come where you are. Haikuji kwako. Hallelujah. Hallelujah. That's why I've heard people say, sasa mimi nimesikia watu wakisema, in this nation, kwa hii nchi, that leadership, uongozi, presidency, hiyo ya urais, is taken. Inachukuliwa. It's not given. Haipeanwi. Hallelujah. Amen. And you have seen people now giving up. And if you don't give up, na nimeona watu wakianza kukata tamaa, the age will catch up with you. Sasa miaka itakushika. And once the ages catch up with you, sasa miaka inapokushika, now you don't capture anything. Sasa huwezi chukua chochote. Because people are going for the greatness. Kwa sababu watu wameenda kwa ukuu. While somebody in the church, na mwingine kanisani, is waiting for greatness. Anangoja kwa ukuu. Praise the name of the Lord. That the church of God, mwana wa Mungu, as we are seated today, vile tumeketi leo, yes, you are born again. Wewe umeokoka. You received Christ. Umepokea Yesu Kristo. You are a child of God. Wewe ni mwana wa Mungu. But if you want to become great, lakini unapotaka kuwa mkuu, in the body of Christ, kwa mwili ya Yesu Kristo, begin attending services. Wewe mwenyewe kuja kanisani, Bible studies, kuja kwa mikutano ya Biblia,
Ukuje kwa maombi. Study the word of God. Usome neno la Mungu. Work it out. Wewe mwenyewe fanya. Don't relax. Usipumzike. Don't wait. Usingoje. Hallelujah. Hallelujah. Because those who waited, Kwa sababu wale wenye walingoja, doing nothing, they did not receive. Hawakupokea. They did not receive. Hawakupokea. Hallelujah. Hallelujah. So I was a child of God born again. Mimi nilikuwa mwana wa Mungu And nimeokoka. I was telling, well, I will become great. Na mimi nikisema nitakuwa mkuu. But how come it's not working? Lakini je, kwa nini haifanyi kazi? Become great. Ili nikuwe mkuu. How? Kwa nini? It's not working. Haifanyi kazi. And I come across the scripture Na nikakuja na kwa maandishi in the word of God kwa neno la Mungu of another person ya mtu mwingine called Elisha. akiwa anaitwa Elisha. Elisha came in the life of Elijah. Akakuja katika maisha ya Elijah. And he realized this man is, Akagundua huyu mtu ni mkuu. this man is doing good. Huyu mtu anafanya vyema. This man is followed. Huyu mtu anafuatwa. And when he came to Elijah, Lakini alipokuja kwa Elijah, he began to follow this man. akaanza kufuata huyu mtu. And he was following this man. Akakuwa anamfuata. Everywhere this man goes, Elisha Pahali was. penye Elijah alikuwa anaenda, Elisha alimfuata. Until one day, Hadi siku moja, Elijah asked, Elia akamuuliza, what do you want from me? je, unataka nini kwangu? I see you everywhere. Na kuona kila When pahali. I turn around, you are there. Nikipinduka huko. What do you want? Je, unataka nini? And Elisha said, Elisha akasema, I need double portion of what you carry. nahitaji nguvu yako mara mbili. There's something that you are carrying. Kuna kitu unabeba. Is what I need. Hiyo ndio mimi nahitaji. And Elijah said, Elia akasema, you are asked for a very difficult thing. umeuliza kitu kikubwa sana. But when you see me disappear, Lakini unaponiona nikitoweka, when you see me being carried, ukiniona nikibebwa, you will receive it. utaipokea. So it was not upon Elijah now Haikuwa juu ya Elia to sasa be very keen to inform Elisha every step, every place he goes. It was upon Elisha ilikuwa juu ya Elisha now to follow up. amfuate. Everywhere Elijah goes, Kila pahali Elia anaenda, he makes sure he's there. alifanya jitihada akuwe hapo. And not only being there, Na si tu kuwa hapo. when Elijah was sleeping, Wakati Elia alikuwa analala, he remembered one thing. alikumbuka siku When moja, you see me being taken away, ukiniona ninapoenda, you will receive double portion. utapata hiyo When mara mbili Elijah yako. was sleeping, Lakini alikuwa na Elisha was watching. Elisha alikuwa anatazama. He could not allow himself even to doze. Hakuruhusu yeye alale. His eyes were straight on Elijah. Macho yake ilikuwa inamtazama Elijah. I know you are going to be taken away. Najua unaenda kutoweka. I'm waiting here. Nimekungoja. One day he met the sons of the prophets. They told him, Na wakamwambia, your master is going to be taken. yule mkuu wake anaenda kuchukuliwa. And he said, I know. Akasema He anajua. kept on following. Alifuatilia. He kept on working. Alifanya kazi. Because he knew Kwa sababu alijua the man is going to be taken. huyu mkuu wake anaenda I kuchukuliwa. am the next person on the Mimi line. ni wa pili. I must become great. Lazima nikuwe mkuu. People must talk about me. Watu wanaanza I kumwongelea. must bring change. Praise the Lord. He was not just sitting. Hakuwa tu anaketi. Like people say, I wish. Watu wanasema ningelijua. One day, Siku moja while they are sitting in their houses, wakiwa na katika manyumba zao, they are very lazy. wako na uvivu. Even coming to church, Hata kuja kanisani, you must apply the scriptures to them. lazima wasomee maandiko. That you know the Bible says. Biblia inasema. One day I was walking around the city. Because of the time, I'm not going to read scripture, but let me give you scripture. Kwa sababu ya muda siingii sana kwa maandiko, lakini nitampa maandiko. In 2 King, Wafalme wa pili, chapter number 2, 2, verse 2 mstari wa pili to 10. hadi 10. In the book of Ruth, Katika Ruthu, chapter number 2, Pili. verse 5. mstari wa 5. You jump to verse 9 Uende mstari wa 9 and 11. na 11. In the book of 2 Timothy Timotheo wa pili 3, 3, 10. 10. Hallelujah. Hallelujah. One day I was going in the city. Ni wakati mwingine nikawa natembea mjini. I had just come to Nairobi. Nilikuwa tu nimekuja So I was told Nairobi. to go and look for NHIF. nikiwa naenda kutafuta kadi ya NHIF. But I didn't know how to find the offices. I was just told Lakini direction. sikujua zile nyumba zao ziko wapi. And I was new in Nairobi. Na sikuwa najua Nairobi So mzuri. when I was walking around the city, Nikiwa natembea mjini, I asked the man, I'm going to NHIF. nikauliza mtu naenda NHIF. And he showed me that big building you see. Akanionyesha ile chumba mrefu jenye I was naona. able to allocate the place. Nikaenda hadi When I hapo. finished everything, I was coming now out. Lakini vile nilimaliza kila kitu nikiwa natoka, And while I was walking, nikiwa natembea, I lost my focus. nikapoteza mtazamo And wangu. there is this man who was very strange. Kuna huyu mtu mwingine alikuwa ni wa I kushangaza. began to follow that person. Nikaanza kufuata na huyo I mtu. followed that person. Nikafuata huyo mtu. I followed that person. Nikamfuata. Because my mind told me, Akili yangu inaniambia, because now you don't know the city. kwa sababu hujui mji, This man is going to lead you where
where you are going. Huyu mtu anaenda kukuelekeza pale penye unaenda. So I was just following. Nikawa tu And namfuatilia. following. Nikimfuata. And at the end, Hatimaye I found myself on Nairobi River. nikajipata mimi mwenyewe katika mto wa Nairobi. And then I came into my senses. Nikarudi And katika I akili zangu. asked myself, what am I doing here? Je, mimi nafanya nini hapa? How do I locate my place? Mimi ninaenda kupata pahali pangu vipi? Because by that time now I was far. Sasa hapo hivyo nilikuwa mbali. Now I began to work out. Sasa nikaanza kufanya kazi. I looked at another building Nikatazama tena ghorofa in ingine the city. katika hiyo mji. And I told myself, Nikajiambia, I'm finding that building. ninaenda hadi kwa hiyo And chumba. you know, as you continue walking, Nikaanza kutembea. that other buildings begin now to cover you, cannot see. Sasa hizo nyumba zingine zikanificha ili nisione hiyo. But you know my direction. Lakini nikajua mwelekeo wangu. I said I was in that point. Nikikuwa hapo, I saw the building there. niliona hapo. So if I'm going to cut corner like this, Kama naenda kutumia kona I kona, will still stick on my position. sasa mimi tu nitabaki tu kwa mwendo wangu. And I worked it out. Nikaipigia I hesabu. was not asking anybody. Sikuwa nauliza mtu yoyote. I didn't want to follow anybody. Sikutaka kufuata mtu I mwingine. was following the building in my mind. Mimi nikafuata fikra zangu. And I walked and I walked. Nikatembea na And nikatembea. I came to that building. Na nikatokezea kwa And I hiyo said, chumba. now that I'm at this building, Sasa nikasema niko hapa. I don't have any phone. Sasa mimi sina simu. Let me now stay here. Sasa wacha nikae And I hapa. was very determined to wait until something happens. Nigoje ili kitu kifanyike. While I was there, Nikiwa tu hapo, sitting down, nikiwa nimeketi. there is my uncle from the village. Kuna mjomba wangu kutoka kule kijijini. He works in the same building Akawa anafanya kazi kwa hiyo chumba. where I was standing. Penye nilikuwa So he nasimama. was passing by. Akawa anapita. And he saw a man who was like familiar. Akaona mtu ambaye ako na mfano But fulani. he was asking himself, Akawa anajiuliza, this man is a beggar. huyu mtu ni Because muombaji. I was there sitting like a beggar in the Kwa city. sababu nilikuwa nakaa kama I muombaji. didn't know where to go. Sikujua pale penye But naenda. this man looked at me and I also looked at him. Akaniangalia na mimi pia nikamwangalia. And I said, this is the city, but this man, Nikasema huu ni mji, he huyu looks mtu familiar. anaonekana kama But mwenye you know, namjua. I came to this place Nimekuja hapa because of my kwa focus. sababu ya mtazamo wangu. Because of my Kwa focus. sababu ya mtazamo I wangu. said that building, Nikasema hiyo I chumba must access. lazima niipate. It doesn't matter what happens. Haijalishi nini I itafanyika. must access. Lazima niipate. Today I've met believers Leo kuna na waumini wengine who are not here, neither there. hawako hapa na wako pale. I met a believer. Nilipatana na muumini On Sunday, Jumapili, he comes to church. anakuja kanisani 3 Sundays. Jumapili 3 Here at EWC. hapa hivi For kanisani. example, I'm not said here. Kwa mfano siwezi sema. And another 2 Sundays, Ni Jumapili zingine he mbili goes to another church. anaenda na kanisa lingine. So I was walking with another brother. Nikawa natembea na ndugu Around mwingine here. hapa tu. So we met that person. Tukapatana na huyo mtu. I don't know whether this person was a brother or a sister, but we met. Sijui alikuwa ndugu ama And this dada. man was asking, Huyo akawa nauliza, we have missed you, don't come to church. hatuja kuona kanisani For 3 Sundays. Jumapili 3. And it was like, I want to ask, Sasa pia mimi nikataka niulize. we have missed you also. Pia sisi hatuja You kuona. don't come to a church. Huwa ukuji. But I said, Nikasema, let me not ask. sasa wacha nisiulize. Let me hold it. Wacha tu We niishikilie. talk about this. Tutaongelea We hii. are believers in the church. Sisi tuko na waumini kanisani. But we don't know the way to become greatness. Hatujui njia ya For kufanyika you to wakuu. become great Ili ukuwe mkuu in the body of Christ, ndani ya mwili ya Kristo, focus yourself. lazima ukuwe na mtazamo wako. Focus yourself. Lazima ukuwe na mtazamo Even wako. though you are not receiving, Hata kama utapokea, but you are focused. wewe endelea na Even mtazamo though your wako. situation is not changing, Hata kama hali yako haibadiliki, but you are focused. wewe kusudia You must become great. lazima ukuwe mkuu. No matter what happens. Hata kama nini itafanyika. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu sana. No matter what comes, Hata kama nini I itakuja, must become great. lazima nifanyike mkuu. And this is what Elisha said. Hii ndio Elisha alivyosema. That I'm going to watch. Lazima niende nitazame. Hallelujah. Amen. The Bible says, watch. Nilinde ama nitazame? Are you watching? Je, wewe unatazama? Unaona? Are you focused? Wewe uko na mtazamo? Do you know where you are going? Je, unajua pale penye unaenda? For you to become great. Ili ukuwe mkuu. Are you doing something? Je, wewe unafanya kitu? The Bible says that first is the one who does the work of God with legs and hands. Biblia inasema alaaniwe yule mtu mwenye anafanya kazi kwa mikono ambayo si ya nguvu. There are people who are very reluctant. Kuna watu ambao
yani wanahitaji msukumo ndio wafanye kazi. Praise the name of our Bwana Lord. sana. Greatness is not for such. Ukuu si wa wale. Greatness is for violence. Ukuu ni wa nguvu. I've been to a place Nimeenda pahali where I'm accused. pahali penye nimeshtakiwa. I'm accused and I know I'm accused. Nimeshtakiwa na najua nimeshtakiwa. But I stand Lakini nasimama. my ground because I know what I want. Nasimama kwa msingi wangu kwa sababu najua chenye nahitaji. Praise the name of our Lord. Bwana sana. One day I was running a service Wakati mwingine nikawa naongoza ibada somewhere around where I will not mention. pahali hapa tu karibu ambayo sitataja. And when I was leading the service, Wakati nilikuwa naongoza ibada, another man came kuna mtu mwingine akaja and whistled in my ears. na It akaninong'onezea. was like he was saying something. Nikasikia kama anasema kitu. And so I did not capture that. Mimi si kuishikilia sana. The service ended Ibada ikaisha. and all of us went home. Sisi wote tukaenda nyumbani. When we came on Sunday, Tuliporudi Jumapili iliyofuata, somebody mentioned somebody a meeting. kuna mtu hapa katika mkutano. And I was called in that meeting. Na nikaitwa katika hiyo And mkutano. while I was sitting, Nikiwa nimeketi hapo, the lady spoke. kuna mwanamke akaongea. And he said, Akasema, Meshach is selfish. huyu Meshach ni mtu binafsi. Praise the Lord. Bwana sana. That while the service was going on, Wakati ibada ilikuwa inaendelea, I went and told him nilienda that nikamwambia, I'm the one leading the service. mimi ndio naongoza ibada. But he ignored me Lakini akanipuuza. and asked myself, Na nikajiuliza, you spoke to me uliniongelesha. about leading the service. And so everyone turned against. Wote wakarudi kinyume. Everybody was throwing stones on me. Sasa wakaanza kunipiga. And you know, pastor was a friend of mine. Sasa mchungaji akawa rafiki yangu. So people talked. Watu wakaongea na wakaongea. And in the evening, Jioni, pastor called me. mchungaji akanipigia My simu. wife knows him. He's called Pastor Amos Mbaluka. One day you happen to meet, don't mention that story. Bibi yangu anamjua, anaitwa mchungaji Amos. So he called me. Akanipigia simu. He didn't have a house, Hakuwa na nyumba, but I served that man. lakini nilikuwa So namtumikia. we were sitting somewhere in the street. Tukawa tunakaa katika kijiji fulani. And he talked to me. Akaniongelesha. And I told him, Pastor, Na nikamwambia in case you mchungaji, don't know me, kama unijui, I've not said I will not come to church. sijasema kuwa sitakuja kanisani. I'm a member of that church. Mimi ni mmoja wa hiyo I kanisa. will fight for my position. Nitapigania nafasi yangu. Hallelujah. Pastor looked at me and he said, Mchungaji akaniangalia na akasema, I thought you were discouraged. mimi nilikuwa nadhani And I umeshashushwa. said, yes, a pastor was discouraged. Mimi nimeshushwa kwanza, But when I came into my senses, lakini nilipojirudia I understood my position nilielewa nafasi yangu as a believer here. kama muumini hapa. Let me tell you something. Wacha nimwambie kitu moja. If you want to become great as I finish, Kama unataka kukua mkuu nikimalizia, be persistent. wewe kuwa mtu wa mfululizo. Be persistent. Wewe mwenyewe fuliliza. Elisha was very persistent. Elisha alikuwa mtu wa kufuatilia When you sana. read about Ruth, was very persistent. Ukisoma Ruth alikuwa ni mtu wa kufuatilia. The Bible says, Ruth said, Ruth akasema, your people be my people. watu wako ni watu And wangu. where you go, we go. Pahali penye unaenda nitaenda. I'm not leaving. Mimi sitoki. And you know, Ruth, Kupitia kwa Ruth. by that persistence that she had, Kwa hiyo mfululizo mwenye alikuwa nayo. she through that Naomi, following Naomi, Sasa akifuata Naomi, she came across this man called Boaz. akapatana na Boaz. And if this lady had given up, Kama huyu mtu angekata tamaa, like Oprah did, no one is talking about Oprah. hakuna mtu mwenye anaongelea juu ya But Opa. whenever we mention Naomi, Ruth will always appear, Ruth tu whether you like atajitokeza. it or not. We upende usipende. Because Ruth Kwa sababu yeye is the maker ndio mwanzilishi of the story. wa hiyo historia. Hallelujah. Hallelujah. So when you remove Ruth, Unapomtoa Ruth, there's no Naomi. hakuna Naomi. Bless the name of our Lord. Bwana sana. Believers, I want you to capture me very well. Waumini nataka tu mjue That ninapomaliza. Naomi became great Naomi alikuwa mkuu because of Ruth. kwa sababu ya Ruth. Hallelujah. Hallelujah. We are reading about Naomi Tunasoma juu ya Naomi because the story comes from there behind. kwa sababu hiyo story inatoka nyuma yao. There was two people, a couple with two sons. Kulikuwako na watu, huyu mwana na And watoto wake wawili. it was tracing where to find Ruth. Ilikuwa inatafuta pahali pa kupata Ruth. When it captured Ruth, Wakati ilipata Ruth, Naomi stopped. Naomi akagoma. Now the focus Sasa mtazamo was on this persistent woman. ilikuwa kwa huyu mtu The aliyefuatilia character. hii tabia. The Bible says when Boaz saw her, Wakati Boaz alimuona, he asked people, akauliza watu, where is she coming from? huyu anatoka wapi? And the Bible says she said, Biblia inasema I mean, Boaz later said akasema that baadaye, allow this lady to collect
Sasa achilia huyu mtu apate kuchukua the leftovers, yenye imebaki, and he instructed na akapata kupeana maagizo. No man should touch this girl. Akapeana maagizo kuwa hakuna Because of mtu the atakayeshika huyu mtu, persistence. kwa sababu ya mfululizo wake. When Boaz saw that, Wakati Boaz aliona, he was moved akasukumwa with the kind of a woman he saw. Kwa tabia ya huyo binti mwenye aliona. A woman who carries persistence. Yule binti mwenye alibeba mfululizo. I'm going with you no matter what. Ninaenda na wewe hata nini ifanyike. Whether we are going to starve to death, hata kama tunaenda kupigwa mawe tufe, I'm becoming great through you. Ninapata kuwa mkuu kupitia kwako. Your son married me. Sasa kijana wako alinioa. And your people are mine. Watu wako ni watu wangu. Praise the name of the Lord. How I pray that we are going to find such. Ninaomba ili tupate watu kama hao. Who are going to say no matter what. Wenye wanaenda kusema hata nini ifanyike. Greatness is ours. Ukuu ni wetu. Greatness is ours. Ukuu ni wetu. Greatness is ours. Ukuu ni wetu. No matter the challenges. Hata nini changamoto zipitie. Greatness is ours. Ukuu ni wetu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu sana. She persisted. Alifuatilia. Naomi denied her the entrance, and she said, akasema, there's no need for you to continue. Hakuna haja ya mimi kuendelea. How many of you today, if you are begged to leave, you will leave? Je, wangapi wenu ambao mkiruhusiwa kuenda mtaondoka? But when you know you are right, lakini ukijua haki yako, you will say my marriage is my marriage. Lakini utasema ndoa yangu ni ndoa yangu. I must be successful in my marriage. Lazima nishinde kwa ndoa yangu. My job is my job. Kazi yangu ni kazi yangu. I must be successful in my job. Lazima nipate kufanikiwa kwa kazi yangu. My church is my church. Kanisa yangu ni kanisa yangu. I will be successful in that church. Naenda kufanikiwa kwa kanisa yangu. Persistence is what breaks resistance. Mfuatilio ndio unavunja vizuizi. Begin to persist. Lazima ukue mtu wa kufuatilia. Jesus said, Yesu akasema, that men ought to pray but not to cease. Mnatakana kuomba bila kukoma. And then he gave an example of a judge and a widow. Na yule mjane. And the Bible says this widow kept on going. Na huyu mjane akawa bado anaenda. She was very persistent. Alikuwa anaenda kwa mfululizo. I'm not going to give you a portion. Haki yako. And the lady was saying, na huyo binti alikuwa anasema, let's wait and see. Wacha tungoje tuone. Let's wait and see. Wacha tungoje tuone. Tomorrow in the morning I'm here. Kesho ninarudi. And the man was saying, no, I will never give you. Na huyo akima anasema sikupi. The following day, siku iliyofuata, appeared again. The man said, I'm not giving you. Huyo akimu tena akasema sikupi. And said, we are waiting. Na akasema tunangoja. One thing I know. Kitu kimoja najua. Persistence is what breaks resistance. Kufuliliza inavunja vizuizi. The following day, the lady was there. Siku iliyofuata huyo mjana akaja. And the judge said, na huyo hakimu akasema, this is enough. Hii imetosha. This is so embarrassing. Imetosha na inanipa aibu. I'm tired of this woman. Nimechoka na huyu mjane. Call her in. Wewe muite ndani. And when she came in, wakati alikuja ndani, the lady was smiling. Huyo hakimu akawa anacheka. She was saying, akasema, now that I'm here, sasa kwa sababu niko hapa, you must give me what is mine. Lazima unipe haki yangu. Because the rest of other days, kwa sababu hizo siku zingine, the lady could not access. Sasa mimi singeingia. But in this particular day, kwa sababu ya hii siku, the judge is saying, hakimu akasema, take your portion and leave me. Wewe chukua nafasi yako na praise the name of the Lord. Bwana sana. You need to persist. Lazima ufulilize. Don't pray today and say, no, nothing. Usikate tamaa na useme hakuna. Come and pray. Kuja na uombe. No results, come and pray. Hata kama kuna matokeo, kuja na uombe. Continue pushing. Wewe endelea kusukuma. People will talk about you. Watu watakuwa na kusungumzia juu yako. In our village one day we were praying. Kijiji chetu siku moja tukawa tunaomba. People said, na watu wakasema, these young kids they have a lot of problems. Hawa vijana wako na shida mingi. They pray every time. Wanaomba kila siku. And you know my problems back then. Sasa shida zangu hapo nyuma, it is their blessings today. Ni baraka zao leo. Praise the name of the Lord. Bwana sana. The problem they used to see, sasa zile shida zenye walikuwa naona, has become their blessings. Sasa zimekuwa baraka zao. Because of persistence. Kwa sababu ya kufuliliza. Many times I don't care what people say. Siku zingine sijali kile chenye watu wanasema. I don't care about the setbacks. Sijali zile vitu za kunirudisha nyuma. I don't
care the words of men. Sijali maneno ya watu. My concern is God in my life. Ni Mungu ndani ya maisha yangu. And I always work it out. Sasa huwa tunaifanyia kazi. I'm the man who don't get tired. Mimi ni mtu mwenye siwezi choka. Even when you see me weak. Hata kama unaniona mdhaifu. When you see me weak. Hata unaponiona mdhaifu. Helpless. Nikiwa sina usaidizi. I want you to stand on your feet. Sasa nataka tu msimame kwa miguu zenu. There is something that God is working for me. Kuna kitu Mungu anafanya maishani mwetu. There is something God is working. When you see me weak. Kama unaniona mdhaifu. When you see me like somebody who knows nothing. Kiniona kama mtu mwenye nisijui chochote. There is something that God is working. Je, jua tu kuna kitu Mungu anafanya. Not that I've come to a place where my knowledge has come to an end. Sasa jua tu nimekuja pahali penye akili zangu zimefika. And now I'm consulting God. Sasa mimi ninamuuliza Mungu. How is it going to be? Namuuliza, je, itakuwaje? This looks like my end. Hii inaonekana kama ni mwisho wangu. How are you planning for me? Je, wewe unapanga nini kwangu? Greatness. Ukuu In the body of Christ. ndani ya mwili ya Kristo. It requires men and women. Inahitajika wanawake na wanaume. Of persistence. Wenye wanafuliliza. Who don't care what people say. Wenye hawajali watu wanasema nini. Believers in the church, they'll come and tell you, I'm discouraged. Sure. Pastor should not have said that. Mchungaji hangesema hivyo. The leader of praise could not have said that. Sifa na ibada hangesema hivyo. I'm not going there. Siendi hapo. And the devil says, thank you. Na shetani anasema asante. Now you can sit down and watch. Sasa wewe unaweza keti tu chini na uone. God is looking for women who are discouraged. Mungu anatafuta watu wenye wameshushwa. But still they appear. Lakini wanajitokeza. They say even in our discouragement. Wanasema hata katika kushushika kwetu. God works miracle. Mungu anatenda miujiza. He's going to make a way for us. Anaenda kutengeneza njia kwetu. We are going to become great. Tunaenda kuwa wakuu. Things are going to change. Vitu zinaenda kubadilika. I'm going to be the next superstar. Mimi ninaenda kuwa mkuu. I'm going to be in the land. These are the people that God is looking. Hawa ndio watu Mungu anatafuta. That even in your lowest moments. Hata kwa udhaifu wako. You can still say God is my help. Unaweza sema tu Mungu ndiye msaada wangu. When men have failed you. Wakati watu wamekuangusha. You will still say God is my helper. Unasema tu Mungu ndiye msaada wangu. These are the people God is looking. Hawa ndio watu Mungu anatafuta. And so this morning, this service. Sasa katika dhuhuri, katika ibada. This morning. Katika hii asubuhi ya leo. You can just open your mouth. Unaweza fungua tu kinywa chako. And begin to talk to God. Na uanze kuongea kwa Mungu. And say, God. Na useme Mungu. I know. Ninajua. Greatness. Ukuu. Is my portion. Ni nafasi yangu. No matter what is happening. Hata kama nini inafanyika. No matter the challenges. Hata kama changamoto. No matter the problems. Hata kama ni shida. No matter my oppressors. Hata kama msukumo. No matter my adversaries. Hata kama changamoto. You are my greatness. Wewe ndiye mkuu wangu. My focus is on you. Mtazamo wangu ni kwako. I'm going to fight on.